Ah, watu wa Mungu, shalom, mmebarikiwa. Basi kuna siku nilikuwa nimekaa nikawa najiuliza tu, hivi jamani, kweli mimi hivi ninavyosali ni kweli ndio hivi Mungu anavyotaka hii style? Kunena kwa lugha kweli huku ni kweli ndio kunena kwa lugha? Sasa basi wakati nakaa na tafakari maneno hayo, Roho Mtakatifu akaanza Bwana kunicheka. Akasema, hivi wewe Glory Basuta, mbona unajiuliza mambo ya ajabu kabisa? Kwa hiyo haujiamini kama kweli unasali vizuri? Haujiamini kama unanena kwa lugha? Nikamwambia mimi sijiamini kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao nilikuwa nao zamani, ambao nilikuwa nafanya nao kazi, wananishangaa eti wanasema, we Glory Basuta kweli unasali kweli kweli? Kweli umeokoka? Kweli ni mtumishi siku hizi? Basi Roho Mtakatifu akasema, wewe achana na hao watu wanaosema hayo maneno. Unasali kweli? Mbona tunakujibu. Unanena kwa lugha? Mimi ninaelewa na Baba anaelewa. Sasa kwa nini haujiamini? Basi Bwana, kutokea hapo ndo nikasema mimi I don't care. Hata kama watu wananiona mimi sisali kwa kweli, hata kama watu wanasema imekuwaje Basuta anene kwa lugha, nitaendelea na kuendelea. Kwa sasa hivi kwanza namshukuru sana huyu Roho Mtakatifu na uwezo wa kuamka usiku kuanzia saa 8 mpaka saa 9 nanena kwa lugha tu. Nafika hadi saa 10 siku zingine niko tushanda ramasika rabo sanda ribebebe sheke poskaria shanta rabo sika poskanina senteposha ripapapapa sakaria mashanta ribo poska shanta kaposkarike ribapapapa seke poskaria shanta. Yani namshukuru sana Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, hebu simama katika nafasi yako. Unaweza wewe ukakaa ukaomba. Unaweza wewe, kinachotakiwa ni imani na kuomba bila kukoma. Nawapenda sana. Hiyo ndiyo stori yangu leo mimi na huyu Roho Mtakatifu. Amina.